watu hao wanaozuia Tanzania yangu, wanaozuia uchumi wangu, wanaozuia macho yangu, wanaozuia miguu yangu, wanaozuia mimi kuona, kwa jina la Yesu. Waliopewa uwezo wa kuona, waliopewa mikono ya kubeba, waliopewa mikono ya kushikilia na kung'ang'ania mambo, waliopewa miguu ya kukanyaga mahali pasipo wahusu, na waendea kwa jina la Yesu. Lekapata na kata miguu yao, na kata mikono yao kwa jina la Yesu. Lekapalaba. Amen. Yes, yes. Unatisha hivi. Umechukua maisha hivi. Unatisha hivi. Yes, yes. Unatisha hivi, kumbe unatisha hivi, Baba yo, kumbe unatisha hivi, Yesu, Yesu, kumbe Bwana, kumbe unatisha hivi, Baba yetu, kumbe unatisha hivi, oh no no no, kumbe unatisha hivi, Yesu, Yesu. Kumbe unatisha hivi, we Bwana, kumbe unatisha hivi, we Yesu, Yesu, kumbe unatisha hivi, unatisha hivi, matendo yako makubwa, unatisha hivi, hakuna usiloweza, unatisha hivi, Yesu, Yesu, kumbe unatisha hivi, unatisha hivi, hakuna usiloweza, unatisha hivi, unatisha hivi, unatisha hivi, Yesu, kumbe unatisha hivi, unatisha hivi, kumbe unatisha hivi, unatisha hivi, Yesu, unatisha hivi, Yesu, Yesu, kumbe unatisha hivi, kumbe unaweza hivi, Baba yo, kumbe unatisha hivi, Yesu, Yesu, kumbe unatisha, kumbe unatisha hivi, kumbe Baba, kumbe unatisha hivi, haleluya, kumbe unatisha hivi, Yesu, Yesu, mwambie tena, kumbe unatisha hivi, kumbe wewe, kumbe unatisha hivi, haleluya, kumbe unatisha hivi, Yesu, Yesu, kumbe unaweza yote, kumbe unaweza yote, Baba, kumbe unaweza yote, Yesu, Yesu, kumbe unatisha, kumbe unatisha hivi, unatisha Baba, kumbe unatisha hivi, kumbe unatisha hivi.
unatisha hivi. Ay ay ay. Kumbe unatisha hivi. Oh Yesu. Kumbe unatisha hivi. Kumbe unatisha hivi. Yesu. Kumbe unatisha hivi. Yesu. Yesu. Kumbe Bwana. Kumbe unatisha hivi. Kumbe Baba. Kumbe unatisha hivi. Ay 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 ay. Kumbe unatisha hivi. Yesu. Yesu. Wewe ni mshindi leo. Wewe ni mshindi kesho. Wewe ni mshindi jana. Wewe. Kumbe unatisha hivi. Kumbe unaweza hivi. Kumbe unaweza hivi. Yesu. Yesu. Kumbe unatisha. Kumbe unatisha hivi. Baba unatisha. Kumbe unatisha hivi. Wewe peke yako. Kumbe unatisha hivi. Yesu. Yesu. Unatisha hivi. Kumbe unatisha hivi. Kumbe unatisha hivi. Yesu. Yesu. Hebu shangilie Bwana Yesu hapo. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 6 ya maombi yetu. Katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana Yesu kwa kuniwezesha tena, kwa kunipa neema tena, kwa kunipa kibali tena, kwa kunipa nguvu tena, katika jina la Yesu. Na sasa tena wakati kama huu Bwana, itumie kama chombo, itumie kama silaha yako, katika jina la Yesu. Nijenge ufalme wako kwa damu ya mwanakondoo. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mwambie mwenzako hongera sana kwa siku ya 6 tena ambayo Mungu ametupa nafasi. Haleluya. 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 Sasa nataka tukamwombe Mungu tena. Amen. Haleluya. Juzi Ijumaa nilikuonesha kwamba wale wenye nguvu
wanakaa, nikakuonesha kwenye nchi, kwenye anga na kwenye nini na kwenye makusanyiko ya maji. Kwa hiyo maana nyingine ni kwamba kwenye hivi vitu vitatu, kwenye anga kuna hewa, sawa sawa, wanaweza kutumia vitu vya anga. Kwa mfano, unajisimai kusikia kuna magonjwa yanaambukiza kwa upepo, yani kwa hewa. Kwa hiyo kama wakitaka kukudhuru wewe, wanasababisha vitu tu kwenye hewa, unasikia? Lakini umeisikia kuna magonjwa kama kipindupindu, nini madonda ya tumbo, nini, wanakwambia ni maji machafu. Unajiuliza naye achafuaga ni nani? Kwa hiyo unaweza pia wale wanaokaa kwenye maji wanakuwa na mamlaka juu ya maji. Sawa nangwe? Mnielewa? Kwa anayemiliki pale chochote kinachotokana na maji, mnachotumia kuhusu maji nini, kinaweza kubadilika kuwa silaha. Haleluya. Haleluya. Tukaona pia kwenye makusanyiko juu ya nchi, kwenye nchi. Ndio maana watu wanaenda kuzindika ardhi. Anaenda anazindika kabisa ardhi ya nyumbani. Wengine wanachukua unyayo wa mtu kwenye ardhi kabisa, anaangalia kama hapo ulipokanyaga na ubeba kama ulivyo. Ila kwenye unaona Yesu Mungu anamwambia Yoshua, mahali unyayo wako utakapokanyaga, hapo nimekupa wewe. Kwa akikuta tu kama hapa akaona nyayo za watu, hapo tushachukuliwa tayari. Wewe ni mtu wake. Haleluya. Haleluya. Sasa sema leo nataka tuende mbele kidogo, tukaombe tena. Wenye nguvu wa ulimwengu huu, mwenye nguvu wa ulimwengu huu, unaona kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 2, anasema Mungu wa ulimwengu huu aliyepofusha, ambaye hapo zamani tulifuata kawaida ya mfalme wa uwezo wa anga. Unagundua kwenye anga pana mtu hapo, ana ufalme wake, si ndio? Si ndio? Si ndio wanangu? Sasa ninachotaka, jana nikajaribu kukuonesha kwamba kwa undani kabisa mtu anaweza yuko hapa ili anatawala pale angani. Umenisikia? Umenielewa? Yaani mnaweza mko hapa ila ni waziri wa baharini. Bahari yote inatembelea maelekezo yako, ila mko naye hapa. Mko hapa ndio in-charge wa Iringa, ila je yuko hapa? Nikawa nataka kuonesha kwamba ukisikia mkuu wa anga, usifikiri kwamba yuko hapo angani. Hapana, unaweza kama mko mnakula naye ugali, ila ndio mkuu wa anga hapo. Umenielewa? Ndio yuko bungeni anaingia na vitabu, ila ni nani? Ndio mkuu wa anga. Umenisikia? Kwa hiyo nikataka ugundue jambo hilo, ili unapomwendea ujue kabisa na kabiliana na anayevuvia vyovyote. Ngoja nikuoneshe huyu anaitwa mkuu wa anga. Ilo andiko beliweka. Hebu tusome wote 1 2 3. Ambazo tuliziendea zamani kwa kufuata. Sasa hebu sema, ulimwengu una kawaida yake, kwamba kuna vitu imeviweka, nyie mnatakiwa mfuate. Sasa sisi tunakuja na mifumo ya Mungu wa mbinguni aliye juu, na sisi tumekataa kuifuata mifumo ya ulimwengu.
Na ndio maana nini, ukiupenda ulimwengu, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Umenisikia? Kwa nini? Kwa sababu ukiupenda ulimwengu, kuna mtu uliyempenda. Umenisikia wanangu? Ni sawasawa ukisema saa hizi nipende fedha. Ukipenda hiyo hela haitoki mbinguni. Haitoki. Kwani uliona ina picha ya Yesu pale? Ina msalaba. Zile picha ni za wapi zile? Ni za ulimwengu. Sawa sawa. Sasa na mkuu wa ulimwengu mwenyewe anasema ninatoa kama nipendavyo. Yaani amefanya namna ambavyo kama utataka unga wa kula lazima akuingize kwenye mfumo wake. Umenisikia? Unataka maji, anakuingiza kwenye mfumo wake. Bana, lazima unimiliki. Nataka unimiliki, akakupa hela yake. Akakupa nini? Kwa hiyo ili uuze na kununua, unanunua kwa unauza au kununua kwa kutumia mifumo yake aliyoiweka. Anachotamani sana ni ikuingie ndani ya moyo. Unasikia? Lakini jambo hilo bado ni gumu sana, hatafanikiwa kwa jina la Yesu. Sisi Mungu ameingia moyoni. Kwa hiyo ulimwengu tunaulazimisha ufanye kwa jina la Yesu. Na ndio maana mkuu wa ulimwengu huu aje naye hana kitu kwetu. Na ndio maana mkuu wa ulimwengu huu Yesu ameacha, amemhukumu. Ili nini? Asiwe na nguvu juu yetu. Halo? Ambazo mliziendea kwa kuifuata kawaida nini? Ya ulimwengu huu. Na kufuata mfalme wa uwezo wa anga. Hebu sema mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa, unagundua nini? Kwamba huyu mfalme ni wa uwezo wa anga, ila anafanya kazi ndani ya wana gani hao? Wana wapi hao? Wana wa kuasi. Sisi si wana wa Mungu. Anayefanya kazi humo ndani ni Yehova. Alafu hawa ni wana wa kuasi. Kwa hiyo huyu mfalme wa hapo angani ana uwezo tu wa kumiliki hapo angani akiwa kwenye mwili ndani ya mwana wa kuasi. Akiwa kwenye mwili ndani ya mwana wa kuasi. Yaani maana yake mwana wa ibilisi. Umenisikia? Haleluya. Umeelewa? Lakini sasa ni tusogee mbele kidogo, nikuoneshe. Nataka mnapoanza kuomba ujue kwa mtu anaweza akawa anamiliki Ikuti, akamiliki mahali, akamiliki Mbeya, akamiliki Tanzania. Huyu anayemiliki kwenye anga, msikize vizuri, huyu anayemiliki kwenye anga ndo anayemiliki taratibu zote za kiroho, yaani za ulimwengu wa roho. Umenisikia? Ndio maana unamwona Danieli alifunga kama sisi siku 21 yeye. Wakati anaomba, yule anayemiliki kwenye anga anazuilia majibu yake yasipenye. Umenisikia? Na wakati huo alikuwa anaomba kwenye nchi ya Uajemi. Kwa hiyo unagundua kama yule yuko kwenye nchi ya Uajemi, leo tuko Tanzania. Mama, uwe na uhakika kuna namna unaomba. Maombi yakizidi unaona upati chochote, yaani unaomba upati majibu. Shughulika na aliye hapo angani. Kwenye hiyo nchi. Shughulika na aliye hapo angani. Aliye hapo angani kwa maana aliye na utawala hapo. Ingawa anaweza kuwa hapa duniani, yaani ni mtu. Umenisikia? Umeelewa? Sasa hebu sema leo tena, ninapasua kwa jina la Yesu, napenya katika jina la Yesu hapo juu kwenye anga. Naamuru malaika wa Bwana Mikaeli mkuu ashuke akamate mkuu wa anga wa Tanzania. Kamata huyo mkuu wa anga wa Tanzania,
anayezuia maombi ya watakatifu, anayezuia mpenyo wa watakatifu, anayezuia Tanzania mpya, anayezuia maono mapya Tanzania, anayezuia mpenyo wangu, watoto wetu, biashara zetu, kazi zetu, watu wetu, katika jina la Yesu. Sema na afungwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo umenielewa sasa hivi? Huyo mkuu wa anga awe ni binadamu anayetembea ila anatawala pale, leo naamuru ashushe, usema na kushusha. Yeye anakushusha na kushusha chini na kuteketeza katika jina la Yesu. Nafungua mlango wa wana wa Mungu kupenya tena. Nafungua mlango wa wana wa Mungu kupenya katika jina la Yesu. Amen. Unajua tuko hapa, kazi moja unaweza usijue. Haya maombi unashangaa wewe tu ndio kunaomba, unafunga tu na unabidi hivyo. Kumbe Mungu amekuseti kuwa chombo cha kuwafungulia milango ndugu zako, familia yako, watoto wako, ndugu zako. Yako mambo utakuja kushangaa mnayapata baadaye. Kumbe ni yale uliyokuwa yaombea miaka iliyoishi. Umenielewa? Hakuna maombi yanayopotea. Narudia tena, hakuna maombi yanayopotea. Tumeacha kula na kunywa kwa ajili ya jambo hili. Hakuna maombi yanayopotea. Na mimi nakwambia hivi, Mungu anaweza siyaone mambo yote, ila inapokuja swala la mfungo, Mungu yuko serious. Yuko serious. Umenielewa? Umeelewa? Halo. Hebu sema katika jina la Yesu, napokea majibu yangu kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Ninapenya mimi na nchi yangu, ninapenya mimi na watoto wetu katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Ngoja Mungu. Haya maombi tunayoyaomba utagundua baada ya muda mfupi unashangaa zinajengwa hospitali ambazo mnatibiwa bure na watoto wenu. Zinajengwa shule za kisasa nzuri ambazo wanasoma bure na watoto wenu. Kwa nini? Maana yake tunapoyainua haya malango ya giza yanaondoka. Sawa sawa. Mungu anaikuza haki yake kwenye nchi. Mungu akitawala watu furahi. Asitafurahi ukiwa kwenye umaskini. Maana yake kama mwenye haki akitawala watu furahi, maana yake anakuja na agenda ya kuwatoa kwenye umaskini, kwenye vifungo. Kwa nini? Tuko kwenye umaskini kwa sababu moja, sema sio kwa sababu ya nchi haina mali asili wala resources. Nchi ina mali. Nchi ina nini? Ina madini ambayo hayapo duniani, yako tu hapa Tanzania. Tuna mlima mrefu Afrika ambao Afrika kote hapo wakitaka kuangalia mlima mrefu wanakuja kwetu. Tuna kina kirefu, yani ziwa lenye kina kirefu hapa Tanzania. Afrika yote. Umenielewa? Ni sisi tu mwanangu, tuna tuna dhahabu kila mahali, karibu kila mikoa. Kwa kuhusu mali au mali asili ziko za kutosha. Nini kinachofanyika? Viongozi wenu ni wachawi. Viongozi wenu, yaani maana yake zile ni madhabahu za kishetani ambao wametuzindika kwa miaka tangu mwaka 60 huko. Wanatuzindika. Ndio maana mtu hata ukimpa kiti, ule mpango wa kuwaza nitumie hii dhahabu niwajengee Mbeya wawe na hospitali, wawe na shule za bure kwa sababu wanaenda, ile akili haipo. Nini? Imetiwa giza. Alilogwa kabla ya kuchukua fomu ya urais. Alilogwa kabla ya kuchukua fomu ya ubunge. Na ndio maana angalia hata diwani wenu mliempa mpaka leo umeona chochote? Mtu aongea ukweli, umeona chochote? Lakini kila siku 200 yako kienda sokoni unaitoa. Kodi yako ile unatoa. Inafanya nini? Hata kama ungemletea bilioni 7 hizi hapo, akili iliyotiwa giza haiwezi kutoa matokeo. Badala yake
anajua kupiga hela, ni ufisadi, rushwa na kuiba vitu vingine. Umenielewa? Na kuua na kuteka, yaani mtu anatoa hela akamatwe fulani au wao. Mtu anatoa hela, baada ya kutoa hela ichebe na ndio anatoa hela mtu akamatwa wao apotezwe. Hebu sema katika jina la Yesu. Hawa viongozi wa kichawi, makuhani wa kipepo, leo tunawakata vichwa. Tunatengeneza ajali iwapate kwa jina la Yesu. Ile gari la serikali liangukie, liwaue, teketeza katika jina la Yesu. Hebu sema wateketee kwa damu ya Yesu. Na Mungu wa mbinguni ainue watu wake. Inua kiongozi wako, inua ndugu yako, inua masi wako, atakayetembea, atakayetengeneza nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu. Tunainua pembe ya masihi wa Bwana. Tunainua kiongozi aliyetokana na Mungu. Haleluya. Nyewe wenyewe ni mashahidi. Magufuli kwa neema za Mwenyezi Mungu, kipindi kifupi alichotawala, nyewe mliona maisha yenu yalivyobadilika. Ukienda hospitali unaheshimika kana kwamba hospitali ni ya kwenu. Ukienda shule unaheshimika kwamba shule ni ya kwenu. Ukienda so kila mahali unapewa heshima. Alafu mbili, yani wewe ndio unayekuwa boss. Kwa hiyo na kila mahali watu walikuwa wanapata maji. Umeme ulikuwa katikati kama saizi wanaamua wakate mtakuta leo kesho ni nini. Ilikuwa mambo yalikuwa shaanza kuisha kabisa. Umenisikia? Yaani nchi za wenzetu umeme ukikata tu masaa 6, huyu aliyekuwa waziri wanamtoa. Kwa nini? Maana ameshindwa kutumia akili pasavyo. Yeye unatakiwa uchakate umeme wakati mwingine kunatengenezwa, wakati mwingine kuna wapi. Wewe wako mpaka wakati wewe ni akili, yani unachakata akili. Sasa za kwenu nyinyi watu viongozi wetu huku wametiwa nini? Giza. Na hii ni kwa sababu kila anapotaka uongozi au nafasi anazindikwa. Mara anaenda kwa mganga, mara wamchanje nyembe, mara wampe mafuta ya kupaka, mara mara wamwishe kiona maongozi ya chui. Hapo kweli utatoboa? Niambie na wewe, utatoboa? Sasa sema wale wakuu sasa rohoni, yani zile mamlaka za kishetani rohoni ambazo zinatawala juu ya nchi. Umenisikia wanangu? Nataka nikuoneshe. Jana nilikwambia maeneo yao ya utawala ni kwenye bahari, kwenye anga, kwenye nchi. Lakini sasa sema huyu mfalme wa uwezo wa anga anaweza akatawala akiwa ndani ya kiongozi wenu. Akiwa ndani ya kiongozi, yani alipoenda kuabudiwa, shetani akampenda, akasema nitakaa kwako. Kama ambavyo Mungu aliniona mimi, akanipenda, akakaa kwangu. Na yeye vile vile anapenda, alafu anakaa kwake. Sasa ukitaka kutengeneza mlango au mpenyo, unapiga ile madhabahu iliyombeba yule mtu ambaye amembeba huyo mkuu wa anga. Piga, ukishaiondoa anakosa makao. Roho yoyote asiyepokuwa ndani ya mwili hana utawala tena. Anatawala kwenye anga akiwa kwenye mwili, anatawala kwenye nchi akiwa kwenye mwili, anatawala kwenye bahari akiwa kwenye mwili. Na ndio maana duniani huwezi ukatawala ukiwa nje ya mwili. Lazima uvae mwili. Na Mungu alipotaka kuokoa watu wake, kwa sababu anajua yeye ni roho, akavaa mwili akaja kwetu. Akavaa mwili akaja kwetu ili apewe mandate ya kuokoa. La sivyo angeliweza kumsaidia Adamu pale tu siku ya kwanza Edeni alipokosa. Lakini imembidi lazima avae mwili aje kwetu ageuze mambo. Haleluya. Mwanangu, wewe umebeba mwili. Leo tunashindana wana wa kwasi waliobeba mwili ambao wanataka wageuze dunia kuwa falme ya giza, wakati tumetemwa na Mungu tusigeuze kuwa falme za mwana kondoo. Haleluya. Umeelewa? Umeelewa? Sawa sawa. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Madhabahu yoyote ya kichawi, ya kipepo,
ya kijini, madhabahu yoyote iliyo juu ya anga, juu ya bahari, juu ya nchi, katika jina la Yesu na iangusha, na ibomoa, na ibomoa madhabahu zote zilizojengwa, zilizotolewa tangu mwaka 61 tunapata uhuru, tunaibomoa, tunabomoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Madhabahu iliyojengwa wakati wa Nyerere tunaibomoa, madhabahu iliyojengwa wakati wa Mwinyi tunaibomoa, madhabahu iliyojengwa wakati wa Kikwete sema tunaibomoa, iliyojengwa wakati wa Mkapa tunaibomoa, iliyojengwa wakati wa Kikwete tunaibomoa, iliyojengwa wakati wa Magufuli tunabomoa. Kila madhabahu ya giza iliyojengwa na wachawi na waganga na wasoma nyota, yasema bomoka, 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 bomoka kwa jina la Yesu. Madhabahu yoyote iliyojengwa na Samia tunaibomoa, madhabahu ya giza tunaibomoa kwa damu ya mwanakondoo, yasema nabomoa, 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 nabomoa madhabahu ya giza tunaibomoa kwa jina la Yesu. Piga kelele sema amen. Kwa hiyo madhabahu ni nini? Madhabahu ni makutano ambayo viumbe wa kiroho au shetani mwenyewe anataka akutane na mtu. Kwa mfano, shetani anataka akutane labda na kiongozi wenu. Ili akutane na kiongozi lazima apate connection, yani mtu katikati wa kumkutanisha. Sawa sawa? Sawa sawa? Naulia tena. Apate mtu wa Kwa hiyo anaweza akawa yeye mwenyewe yuko moja kwa moja kwa shetani, au hapo katikati pana mtu. Kwa mfano ana mganga wake. Yule mganga akienda kwa mganga ndio amekutana Lucifer mwenyewe. Kwa yule mganga pale ni madhabahu. Na ndio maana kila rais akija anakuja na mganga wake. Umenisikia? Akija anakuja ana malipaka na poroga. Zile zote ni madhabahu. Ni nini? Nini hizo? Kwa nini naongea na wewe mambo haya? Naongea na wewe mambo haya kwa sababu wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe ndio unatakiwa usimulike hizo giza zote, hizo madhabahu zote. Unasimulika na kwa namna ambavyo wewe ulivyo, wewe ni moto rao, unaweza kuziteketeza. Ukiziendea tu ukasema nimewaona, madhabahu nimewaona, zinaogopa na tayari hapo umeshazishinda nguvu. Umenielewa? Inukeni enyi malango ya milele. Haya malango kwa nini amejiita ya milele? Hamna mtu aliyeyabaini, yako pale kila siku kila saka. Kwa hiyo tangu awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne, yalikosa hayakupata kanisa moja ambalo lingefunga mfungo kama huu lianze kushambulia. Lingeyapiga zamani, mbona huu tungekuwa nao kitambo, ungekuwa mbali. Umenisikia? Sasa cha ajabu sema Mungu anaweza kuokoa mtaa wenu wote kwa kutumia mtu mmoja au wawili au watatu au wanne. Mungu anaweza kuokoa nchi yote kwa kutumia watu wawili, mmoja, wanne, ila wanaojua siri za kwa nini kiko hivi. Umesikia? Na ndio maana wachawi wakiona mtu anajua siri nyingi sana, wanamwahi kumuua. Wakiona mtu anajua siri nyingi sana, wanawahi. Mmenisikia? Sasa kama kiongozi wa taifa lenu haendi kanisani nuruni mwa Bwana, yeye anaendaga wapi? Maanake na huko giza, hilo giza anakuja kuendesha kwa nchi yao inaonekana ina giza. Yaani kiongozi akiwa ana giza, nchi nayo inaonekana maje.
Kiongozi akiwa na nuru, nchi inaoneshana yenyewe na nini? Ina nuru. Umeelewa mpaka hapo? Umeelewa mpaka hapo? Umeelewa? Kwa hiyo tutakapoanza kuomba hizo madhabahu ni mtu, hebu sema mtu anayemkutanisha mtu mwingine na ibilisi. Yaani kwa mfano, nisikilize sasa unielewe sasa. Nisikilize unielewe. Kuna kiongozi, usema kiongozi ambaye yeye anakutanishwa na mtu mwingine na ibilisi. Sawa sawa? Yaani huyu anaenda kwa mganga. Yeye hajui uchawi. Unaona kama niko Magufuli, alikuwa hajui uchawi. Ila anapelekwa pia kwa waganga na wale wasaidizi wake. Akija huku anasema Mungu tusaidie. Jamani niombeeni. Anasema Bwana asifiwe. Anasema lakini wale wasaidizi wao ndio walikuwa wanampeleka. Sasa kuna mwingine ambaye yeye huyu alikuwa anapelekwa. Yeye mwenyewe ndio mchawi na yeye mwenyewe ndio anapeleka watu. Umeelewa hapo? Umeelewa hapo? Huyu wanao aliyekuwa anapelekwa, kuna saa nyingine wakimnaweza awacha tu niende kwa maombi. Mnaona anatokea mara kanisani hata kama anakomunika hivyo hivyo, ila umeelewa? Utaona siku nyingine ameita tu hata viongozi wa dini wamuombee hivyo. Nini? Anakuwa na kale hofu kidogo. Kwa nini? Anaconnectiwa, yani anashauriwa. Huyu mwingine yeye ni mchawi, yani yeye ndio anayewakutanisha watu na nani? Na shetani. Umeelewa? Umeelewa? Halo. Kwa hata akienda kwa mganga, haendi kwa mganga ili afanyeje? Ili kwamba yani amrogee. Anaenda muongezee nguvu, kwani atafuta mwenye nguvu kuliko yeye. Ni sawa ambavyo wewe ni mtumishi wa Mungu, unakutanisha watu na Mungu, lakini wewe mtumishi wa mpya unaenda kwa mtumishi mwingine mkubwa wa Mungu akuongezee neema. Si ndio? Ni kama vile maandiko yanavyosema kwamba Beelzebuli yule na nani yule? Beelzebuli, pepo mkuu, anawatoa wengine wadogo. Kwa hiyo wajichaji wanaenda kwa huyo mkubwa. Ila na yeye ni pepo vile vile. Umeelewa sasa? Umeelewa sasa? Sasa ni kuonesha sasa kibibilia kabisa hao wafalme walivyokuwa. Mtu wa kwanza niliwaonesha juzi ni Farao. Farao umemwona mwenyewe asubuhi, ameamka asubuhi anaenda mtoni. Tunajiuliza, rahisi unaenda mtoni? Na inawezekana alikuwa amevaa pesi, kwa sababu mtoni zake unaenda na umevaa suti. Kwa hiyo inawezekana kabisa saa 9 asubuhi, yani saa 9, saa 11 alfajiri asubuhi kabisa, huyo na pesi yake mtoni. Mungu akamwambia Musa, muwahi, anaenda kuwaroga pale, muwahi. Musa akamwahi, akamkutiliza mtoni, anasema wewe ndio unajifanya mchawi, kuanzia leo na haya maji yako na huyu shetani wako anayekupa nguvu kutokea, yani ameenda kutana na joka yule shetani Lucifer mwenyewe kwenye mto. Umenielewa? Lakini asubuhi ikifika ni rahisi yuko Ikulu. Usiku ile jioni kwenye giza mtoni. Asubuhi ikifika ni rahisi Ikulu. Anasema jamani, sasa ndugu zangu, tuendelee maendeleo. Maendeleo alionayo ni ya kuwapeleka watu alionao kuwakutanisha na Lucifer na joka. Mungu akaona wanangu wa Israeli hawawezi wakaunganishwa na joka, kwa sababu kiongozi wao anasujudu joka na yeye ni joka mwenyewe, lakini anasema haiwezekani.
Na Mungu anapoona taifa unataka kulinganisha na joka, anakasirika sana. Nilichokiumba mimi wewe ukakiunganisha na joka. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Joka yote wa Tanzania leo tunakupiga kwa jina la Yesu. Umepigwa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kwa damu ya mwanakondoo tunakuponda kichwa. Na ponda kichwa kwa damu ya mwanakondoo. Ewe joka ule kwenye siasa ya Tanzania, ewe joka ule kwenye mifumo ya Tanzania, kwenye dini ya Tanzania, ewe joka ambaye ni kiongozi wa dini, ewe joka ambaye ni kiongozi wa dini, kiongozi wa kisiasa, hebu sema nakuponda kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kwa hiyo umeelewa? 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 Na jaribu nikuoneshe hili. Haya. Kuna kiongozi mwingine wa nchi ya Tiro. Nchi gani? Ambao kwa sasa tukisema ni Lebanoni ya leo. Nchi ya kawaida kabisa. Ni kiongozi wa nchi. Yeye naye tunaona mfalme wake anaitwa Hiramu. Lakini ana mkuu anayempa tena nini? Nguvu. Umenisikia? Umenisikia? Maana yake nini? Ukisikia mkuu wa ulimwengu huu, jana niliwaambia, ukisikia mkuu wa ulimwengu huu, uelewe ni nani huyo? Nani huyo? Lucifer mwenyewe. Sawa sawa. Kwa huyu mtu alikuwa anaenda kwa nani? Kwa Lucifer, ili apewe nguvu. Sasa nataka nikusomee sehemu moja hapa, alafu tukamwombe Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Sikiliza sasa. Kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 13. Nianze mstari wa 6. Tusome sasa. Some. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja, usema mtu mmoja. Nani huyo? Chawi. Nabii wa uongo. Kwa hiyo ni mtumishi kabisa. Nabii kabisa wa uongo. Huyu ni mtumishi, si mtumishi? Ni mtumishi au si mtumishi? Aha, unagundua kumbe mkuu wa ulimwengu anaweza akaingia ndani hata ya mtumishi. Mnaona ni mtumishi kabisa, anashadedia. Yaani na yeye ule uovu kitokea, hawezi kukemea uovu. Hawezi. Hata kiona nchi yenu inaangamia, watu wanakufa, hawezi kusema kimya. Ukimya unamaanisha ni mtumishi wa huo, kwa sababu ukiwa kweli ni wa kweli. Ukiwa kweli ni wa kweli. Kweli haiwezi kanyamaza kwenye uongo. Umenisikia? Umenisikia watu wa Mungu? Haleluya. Kule kunyamaza shanga mtumishi huyu ni wa kweli kweli. Sasa kama Yesu alikuwepo na akamkemea Herode hadharani, yaani Yesu alikuwepo akamkemea nani? Herode hadharani. Maana yake nini? Yohana pia naye alikuwepo akamkemea Herode hadharani. Ukiona mtumishi haongei jambo jepesi tu, huyu anaweza akawa ni wakala wake mkuu wa ulimwengu. Unaona huyu tusoma 1-2-3. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote cha Pafo, wakaona mtu mmoja. Jambo la kwanza nini? Wanangu, mchawi huwezi kumjua kwa sababu hawezi kujisema mimi ni mchawi. Hata tukienda Sogora,
eti ana alama iliyoandikwa yeye ni mchawi? Hapana. Na anaweza akaonekana ni mtumishi kabisa. Hata nabii wa uongo, nisikilize, hana alama iliyoandikwa, labda ana kitambulisho kimeandikwa nabii wa uongo. Hamna. Ila ni mtumishi, utamwona kama ni nabii. Yaani ni nabii au sio nabii? Jambo la kwanza ni nabii na mapepo anayatoa, ila wa uongo. Pepo unaweza ukalitoa kwa uongo. Ukitumia Beelzebuli, pepo mkuu, unaitoa. Sio kwamba linatoka, lakini unalituliza kwa huo muda. Kwani hata Waislamu wanatoa mapepo kwa kutumia majini makubwa. Umeelewa? Umeelewa? Sasa tatu wako uangalia hapo. Hakuna alama inaonyesha huyu ni nabii wa uongo. Haipo. Kwa kwamba tutakuta amevaa koti limeandikwa nabii wa uongo. Hiyo haipo. Na hata mkiwa sokoni utajua chawi haipo. Akija ndio wa kwanza kukusalimia, jamani, alafu anajifanya kuwa rafiki yako, jamani, yani kama yani mtu mwema, ila sema katika jina la Yesu, leo na nimekujua na ila zako, hatukosi kuzitambua ila zao katika jina la Yesu. Sema hatukosi kuzitambua ila zao katika jina la Yesu. Hatukosi kuzitambua ila zao katika jina la Yesu. Piga vile, sema amen. Amen. Yaani kama vile ambavyo tunaona mtu ni mgonjwa, amerogwa, amesumbuliwa, tunaingiliaga kati kumuombea apone. Wewe unaliona taifa linaangamia na nini, alafu na hausemi. Yesu mwenyewe alipoliona taifa linaangamia la Israeli akalililia. Wewe je, uko tu kuwa kimya maana yake uko pamoja nao. Kuwa kimya maana yake ni mnufaika. Kuwa kimya maana yake ni muasisi wa jambo hilo. Umenielewa? Kwa nini? Huyu naye ni mchawi. Hebu sema ni mtumishi alafu mchawi. Naanza kugundua kumbe si unajua hawa viongozi wa kidini wanatafutaka baadhi ya watumishi wawaombee. Baadhi. Nasema baadhi. Kwa kuwa yeye naye huenda kwa waganga. Wale wachawi wanajuana. Anamtafutia mchungaji ambaye ni chawi ili yende kwake, nyie huku mjue naye ameenda kutafuta maombi. Hakuna maombi hapo, nabii wa uongo. Umeelewa? Kwa nini usije kwa wanaofiatua uende kama waanguki majini? Yaani mtu mmoja unamwekea mkono na haanguki pepo. Unakubali? Ni maombi hayo. Eti mtu mweka mkono na haanguki. Usichezee kini macho mwanangu. Ni Beelzebuli yule pepo mkuu kamgusia tu mwenzie. Ukutana mkono wenye joto la Mungu alafu iwe vile vile. Wewe mwanangu, hiyo misikubali. Hiyo haipo kabisa. Umeelewa sasa mwanangu? Haya. Wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, alafu ni Myahudi. Yaani maana yake ni Mkristo na yeye. Sawa sawa? Jina lake ni Ba Yesu. Ana jina la kimungu kabisa, Ba Yesu. Twende. Mtu huyu, hebu sema mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Liwali ni mkuu wa mkoa, kiongozi. Yaani ndio maana wale watumishi unaoona wako karibu na viongozi, mwe mnaangalia kwa makini. Kwa sababu nini? Nabii wengi wa kichawi au nabii wa uongo wanapenda kukaa karibu na viongozi. Umenielewa? Anapenda kukaa karibu na ni jambo dogo tu la kujifunza hapo mwanangu. Unaangalia yani hii haipo hii. Mtu
Mtu mwenye akili, yani anakaa na kiongozi. Kiongozi ana akili. Yani Paulo kiongozi ana akili. Alafu lichawi limemsogelea karibu. Limloge, unadhani akili atakuwa nazo? Situmai kusoma enyi wa Galatia msio na akili na aliyewaroga. Hili linaenda kumloga kukosa akili. Yani unakosa akili ya kujenga, unabaki na akili ya kuwa watoto. Unakosa akili ya kujenga, unabaki na akili ya kuumiza watu wengine. Unakosa akili ya kusaidia kujenga madaraja na nini, jenga watu. Wao unabaki tu na akili ya kuua, akili ya kupoteza, akili ya wanangu, sio sawa kweli, si sawa. Hamna mtu anaweza kukutendea mabaya kama shetani yuko nyuma yake, na hakuna mtu anaweza kutendea wema kama si Mungu nyuma yake. Kila anayetenda wema ni Mungu ametenda huo wema. Kila anayetenda mabaya ni shetani ametenda huo ubaya. Niamini mimi kweli. Umenielewa mwanangu? Umenielewa? Sasa aliye nyuma ya huyo mtu ndiye anayeamua nini kifanyike. Mungu akiwa juu yako utatenda yale ya aliye juu yako. Shetani akiwa juu yako utatenda cha shetani aliye juu yako. Umenisikia? Huyu anapenda kukaa na kiongozi. Leo wanangu, tutakapoanza kaanza kuomba, tunawaendea hawa wanaopenda kukaa na kiongozi. Yaani unaona sasa, hii ni madhabahu sasa. Yaani huyu yeye wa nchi ya Pafo anapenda kukaa karibu na nani? Sema mwenye nguvu wa nchi ya Pafo, unayekaa karibu na kiongozi. Leo nakufyeka kwa jina la Yesu. Nakufyeka na uchawi wako kwa jina la Yesu. Una sifa ya kuwa mtumishi ila wa uongo. Leo nakufyeka kwa jina la Yesu na uchawi wako wote. Umejifanya ni mtumishi kama wa kweli, kumbe muongo. Nakufyeka kwa jina la Yesu. Sema nakufyeka kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Sema amen. Hapa mimi niko na kujengea msingi. Tutakapokuwa tunaomba, maombi ya namna hiyo ndio yanayotakiwa sasa. Kwa nini? Maana yake tumeelekeza kombora kwa huyu mtu anayesogea karibu na nani? Na yaani huyu mwenye nguvu wa hiyo nchi sasa, ambaye kirohoni ndio lichawi. Nikuoneshe jambo. Nikuoneshe kitu. Mtu mwenye akili. Rudi nyuma. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Barnaba na Sauli huyu ni Paulo ambaye ndio mtume Paulo. Kwa akamuita askofu Barnaba na mtume Paulo, jamani, njoni nyie mitume mniombee. Mkuu wa mkoa sasa hivi amegundua kwamba huyu nabii wa uchwara, huyu nabii wa uongo. Sasa hivi kuna namna. Jana mwenyewe simuelewi. Yaani simuelewi. Umeelewa? Shetani hata kikupa jambo lake ni la muda. Siku zikiendelea unakuwa umia. Sababu anataka kila saa uendelee kutoa kafara zake. Na masharti yake si unajua ni magumu. Nikipunguka moja tu unacho. Sasa nashangaa mbona masharti yamekuwa mengi? Wewe si mtumishi mbona masharti yamekuwa mengi? Akawaza, nimesikia habari za mtu mmoja anayeombea watu wanapona. Wacha nimuite mchungaji Ayubu na nimuite Pastor Regan waje. Wacha nimuite mchungaji Mama Kenya aje anipigie maombi hapo. Sasa ile anamuita Pastor Bibi takija hapa, maombi yatawaka. Kuna namna fulani. Oya. Mchawi ni mchawi, tunasema mchawi ni mchawi tu. Na hautajificha kwenye macho yetu. Tunakuangalia tokea hapa. Una macho yako, hayo macho yako yanatazama kutokea hapa mpaka Tanzania nzima. Macho yako kiangalia huko Mbeya, ila yakiangalia huko Dar es Salaam, ila yakiangalia naangalia mpaka Bukoba kule, yanaangalia mpaka Tunduma, yanaangalia mpaka Mtwara, yanaangalia kila mahali, msema yanatazama kote. Haleluya. Umenielewa? Akawaita waje kwake, akataka kulisikia neno la nani? Twende mstari unaofuatia. Lakini Elima yule mchawi. Maana ndiyo tafsiri ya jina lake.
Yaani ni sambi ambavyo nyie mchai kwa nani chetu tunamuita ni mdosi. Si ndio? Na wao kwa kilugha chao anaitwa Elima. Yaani yule Elima maana yake mdosi. Umenisikia? Umenisikia? Akashindana na hao watumishi aliowaita. Yaani kahama kumroga yule mtumishi. Yaani kahama alivyoona hawa watumishi wa Mungu wameingia hapa. Umenisikia? Yule mchawi akahamishia makombora kwa nani? Kwa watumishi. Umenielewa? Umenielewa? Paulo yuko anaendelea anafanya maombi, anasema bwana kuna kitu hakiko sawa. Bwana ile ikabidi akaze macho kumwangalia vizuri. Unajua nimekwambia mchawi hana alama. Kwa hapo unaweza ukaangalia hapa ameandikwa jamani ni mchawi. Na unaweza ukamwajiri kwenye biashara yako kabisa. Ukamwajiri kama huyu ambaye yuko ofisini. Yaani amevaa suti yuko ofisini. Ila ndani ni mdosi. Yaani uko na mdosi kabisa. Kikulacho kiko nguoni mwako. Yaani unatembea nacho hapo hapo. Sema leo nakuona. Ewe mdosi. Ninakuona mdosi wa Tanzania. Sema mdosi wa Tanzania. Kwa jina la Yesu nakufyeka. Kwa jina la Yesu. Sema nakufyeka. Haleluya. Kwa hiyo akashindana nao. Anashindana na nani? Na Paulo na Barnaba. Kwa nini anashindana nao? Anataka aendelee kumroga huyu kiongozi wao. Umenisikia? Kiongozi pale alipo, kwa nini hao maaskofu walienda? Kwa sababu jambo la kwanza, huyu kiongozi anawahusu pia. Ni sawa sawa mwenyekiti wetu. Kwa nini? Ndio maana unakuta tunaombea diwani, tunaombea mwenyekiti, tunaombea nani, tunaombea mbunge, tunaombea rais, tunaombea mawaziri. Kwa nini? Wanatuhusu. Yaani kwenye watu wanaowaongoza na mimi nimo. Kwenye watu wanaowaongoza na wewe umo. Umenisikia? Ukitaka kwenda kuchukua kibali cha mkutano, utachukua pale. Ndio huyo. Kwa hiyo ni vizuri pia kuombea. Haleluya. Na ndio maana akilepo mchawi tunampa na kipigo chake kitakatifu. Sawa sawa. Sawa sawa. Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Kwa hiyo hataki haya maombi, hili neno la Mungu limuingie nani? Liwali kiongozi wao. Hataki kabisa. Mimi nasema kila anayezuia atapondwa kwa jina la Yesu. Hebu sema kila anayezuia atapondwa kwa jina la Yesu. Sana ufuatia. Haraka. Lakini Sauli, hebu sema lakini Sauli ambaye ndiye Paulo mtume huyo, akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho. Hebu sema leo nawakazia macho. Nawakazia macho kwa jina la Yesu. Sema nawakazia macho. Ewe joka, ewe mchawi, ewe mdosi, na kukazia macho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tawapatia akawakazia macho. Akasema, ewe mwenye kuchahila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, nyie mlijua ni nabii. Sasa hivi mwana wa nani? Na niliwaambia wana wa Ibilisi ndio wale wafalme wa uwezo wanakaaga hapo. Yule mfalme wa uwezo wa anga anakaaga wapi? Kwenye wana wa kuasi. Wana wa kuasi ndio huyo mwana wa nani? Wa Ibilisi. Umenielewa? Kwa hiyo nyie mnadhani siku zote anatawala huyo Segio liwali, kwamba mbunge wenu anatawala. Mnadhani rais wenu anatawala, kumbe ni joka liko pale linatawala. Ndio wale kitaka kula damu inapiga. Watu wanalia jamani. Kwani uone utekaji, uone wizi, uone watu wanapofa, uone jamani, uone lenge liko tu pale. Mnadhani pana mtu, kumbe si mtu. Nini? Mwana wa kuasi. Sema ewe joka, mwana wa kuasi, kwa jina la Yesu, mwana wa Ibilisi,
uwe kipofu leo katika jina la Yesu. Usione Tanzania tena, uwe kipofu. Usione familia yangu tena, uwe kipofu. Usione jimbo letu tena, uwe kipofu. Usione familia yetu kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Anasemaje? Ewe mwana wa Ibilisi, ewe mwenye kujaa hila. Ana nini kwanza? Amejaa hila. Sio hila ni za Ibilisi. Hatukosi kuzijua hila zake. Sawa sawa. Liko pale limejaa hila, linafanya ufisadi kidogo. Limejaa hila, linafanya ufisadi kidogo. Wewe mwambie ewe mwenye kujaa hila nyingi. Mwana wa uovu wote. Mwana wa Ibilisi. Umejaa hila na uovu wote. Mwana wa Ibilisi. Adui wa haki yote. Uache kusipotoa njia za Bwana zilizonyooka. Mwambie kwa leo utaondoka kwenye hicho kiti katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Karibu sana ufuatia. Kuonesha. Basi angalia, mkono wa Bwana juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Hebu sema asilione jua. Yaani awe giza totoro kabisa. Usilione jua. Mara kiwi kikamwangukia giza. Kiwi na giza vikamwangukia, akazunguka kutafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Hutapata kukushika mkono. Leo tunakusukumia shimoni kwa jina la Yesu. Hebu sema hakuna atakaye kushika mkono. Tutakusukumia shimoni kwa jina la Yesu. Hakuna atakaye kuongoza tena. Tunakusukumia shimoni kwa jina la Yesu. Hebu sema teketea. Teketea. Teketea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ewe mdosi wa familia yangu, wa biashara yangu, wa kazi yangu, wa taifa langu, wa taifa langu, wa taifa langu, wa taifa langu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kusukumizia chini kwa jina la Yesu, na kusukumizia chini kwa jina la Yesu, shimoni kwa jina la Yesu. Usione jua, usione jua, ile kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Imekuwa katika jina la Yesu. Barikiwa leo kwa bidii. Mungu akubariki sana. 12. Kuonesha tumalizie. Ndipo yule liwali akaamka sasa. Yule kiongozi akaanza kushangaa. Siku zote kumbe nilikuwa na mtu wa design hii. Ndio nilikuwa nikitoka na mwachia ofisi eti. Ndio alikuwa ananitegea na chai na kunywa. Huyu alikuwa ananiambia nataka nikuombee, aita ananiombea. Huyu anashituka. Ndipo yule liwali alipoyaona aliyotendeka akaamini. Msema akaamini. Nini kimefanyika? Liwali alipoona akaamini. Kumbe tukimpiga mdosi wa mkoa, wa nchi, wa taifa, watu watamwamini Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Umeelewa? Umeelewa? Ukitaka kwenda kuhubiri mahali, piga mdosi kwanza wa hilo eneo. Umeelewa mwanangu Judith? Unataka uende kwenye kaya fulani ukawasemeshe neno la Mungu, piga mdosi kwanza wa hiyo kaya. Sababu kaya kama mji tu wa una mdosi. Hivi kuhusu kaya yako? Umenisikia sasa hivi? Hebu sema na wapiga hawa wadosi wote, wachawi wote, waganga wote, elimu wa eneo hilo na kupiga. Akaamini, akastajabia mafundisho ya Bwana. Mstari wa 13. Kisha Paulo na wenzake wakamua nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika pale katika Pamfilia. Yohana akawachia kurejea Yerusalemu. Kwa hiyo unaona, ili watu waamini wanataka upige nani? Rima. Umenisikia sasa? Sawa sawa. Leo nataka tuishie hapo. Simama sasa. Tupeleke Kakongola dakika 2, 3, 4, 5. Tuwapelekee tena. Ewe Elima uliyeshika chuo, ewe Elima uliyeshika mtaa, ewe Elima uliyeshika familia, ewe Elima uliyeshika taifa, umeshika nchi yetu, umeshika nchi yetu. Unatembea unapenda kukaa karibu na kiongozi, unapenda kukaa karibu na kiongozi.
siri muroge. Unapenda kutoa kafara kutokea kwa kiongozi. Unapenda leo nakuijia. Ewe nabii uongo, shetani mkubwa, kwa jina la Yesu. Hebu sema nakuijia kwa tendo la kondoo. Nakuijia kwa jina la Yesu. Nakuijia kwa jina la Yesu. Mtu mwenye nguvu alinda kujiba yake, alinda kujiba yake. Vipi vya salama? Ajapo mwenye nguvu akamwendea. Mwenye nguvu na kuijia, mwenye nguvu na kuendea, mwenye nguvu na kuendea kwa damu ya mwana kondoo. Ewe Elima uliye Ikulu ya Tanzania, ewe Elima uliye Ikulu ya Tanzania, uliye kwenye parasa ya Tanzania, era makapatata, era mashamakapa, era makapatata, ewe mwenye kuchahila, era makapatata, ya mashamakapa, ya ndorogoso, ya makapatata, mwenye kuchahila nyingi, shandakapata, na wovu wote, leo na kushambulia kwa damu ya Yesu, 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 shandakapakapa, elia mashakapata, elia masokobosoto, elia makapashapata, elia makapatata, elia mashamalama, elia makapatata, elia mashamalama, ewe mwenye kuchahila, shakatakapa, adiwa haki yote ya Mungu, yana makapa, elia makapa, unayesipotoa njia za Bwana zisizonyoka, ela mashandakapa, ela mashandakapato, ela mashandakapata, ela mashandakapata, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, shakapaka, shandamarabado, shandamamamama, shandokobosototo, shandakapatata, ebu vyeka elimu hiyo, shandakapata, uwe kipafu wanga, vyeka hiyo, elia makapa, sukumia shimoni, kwa damu ya Yesu, shatakapata, elia mashakapa, elia makapatata, elia mashakapa, elia makapatapa, elia masokototo, elia mashakamama, shandakapata, elia mashapa, elia mandorobosototo, elia makapatapa, ya mashandakapatapa, ya ndorobosokobosototo, ya nakapatapa, ya nakapashapa. Waache watu wamtawamini, waache watu waamini, waache watu waamini, elia makapatata, ya ndokobosokototo, shatakapa, elia makapa. Aache mtu wako, aache mume wako, aache familia yako, aache watoto wake. Haya, elia mashanda makapa, elia makapa, elia masokoto, shata marabado, shanda maramakapa, shanda rosokoto, shanda makapalaba, shanda kepesekete, shanda kapakapata, elia makapa. Unayefanya maamuzi kwa niaba ya kiongozi, unayefanya maamuzi kwa niaba ya kiongozi, elia makapashata, elia makapata, elia masatata, elia mashabakapa, elia makapa, elia makapa. Unayetoa kafara kwa niaba ya kiongozi, nagiza elia mashabakapa, yandoro sokoto, elia makapata, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na shambulia, anza kuomba, shambulia, na kushambulia, lekapalama, na kushambulia wewe, lekapalama, na kufyeka, lekapashele, na kutoa lekapalama, makapasele, shamba kapata, lekapalama, bandara mashamba, lebala mashamba, uliye kwa juu ya ufalme na kufyeka, lekapalama, bandara mashamba, ibala mashamba, lekapatwa, makepele shamba, ibala mashamba, makapalama, elima mchawi, elima familia yangu, elima wa Tanzania, lekapalama, makapashele, ibala mashamba, lekapalama, makapata, shambulia, ibala mashamba, lekapalama, ibala mashamba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, lekapalama, shanda kapalama, elisa wewe kipofu, na kufunga wewe kipofu, lekapalama, ibala mashamba, ibala mashamba, banda karama, ibala mashamba, lekapalama, aswa elia mashamba, kapalama, makepele shamba, elia mashamba, la kapalama, makepele shamba, elia mashamba, na kufunga, elia mashamba, kwa damu ya Yesu, elima yeyote anayezuia watu wa Mungu wasiamini, anayezuia viongozi, anayezuia watu wasende kanisani, anayezuia moyo wa ibada, anayezuia leo na kufyeka kwa jina la Yesu, na kuangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninaweka utiari, ninaweka moyo wa utiari, moyo wa kuamini ndani ya viongozi,
viongozi wa kaya, na kesho watakuja na familia zao nyumbani mwa Bwana, watakuja na watoto wao nyumbani mwa Bwana, watakuja na familia zao nyumbani mwa Bwana, kwa jina la Yesu. Sema Elima mchawi ameteketea, Elima mchawi ameanguka, Elima mchawi ameanguka, ameteketea, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Atakapatoka pale na mashaka na mashaka na kupewa kapala na masomo na mashaka na zungumza na makapala na ongeza na mashaka hebu sema kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, kwa siku hii tena, asimuite ya mfungo wetu na mfungo wetu kwa damu ya mwanakondoo Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, kwa siku hii tena, asiku hii tena ya mfungo wetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Piga kelele, amen, amen. Imekuwa tayari katika jina la Yesu. Amen. Imekuwa tayari katika jina la Yesu. Amen. Nasema Elima wa Tanzania ameanguka. Tumepondosha shimoni kwa jina la Yesu. Amen. Na hata inuka tena kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Baraka ya Bwana juu yako. Hebu shika Biblia yako sasa, tumtolee Mungu. Tumtolee Mungu.